Juu ya nini? Alitakatisha nguo zake na mwili wake. Akajua ya kwamba kama mwili yangu sitakatishi, nikipita njiani nitanuka, nikipita mbele za watu nitanuka, nikikaa mbele za watu nitanuka. Ni lazima nitakatishe nguo zangu na niwe mtu mwenye kunawa siku zote. Ambia jirani yako, anza kunawa. Huko mtu anapitia hii semeni bila kunawa. Wale namuita pepo wala mchawi. Kwa sababu ukiona mtoto anaanza kukatala maji, ujue ya kwamba esini ya mchawi inaanza juu ya maisha yake. Sasa anamwambia wewe unao, anakatala, anaweza kuingia ndani ya dushe, anaenda anajimwangia mai kumiguru na unawanawa, anakamata mai ananawa kusura, ananawa mikono, kisha baadaye anatoka ndani ya dushe anasema mama alishamaliza kunawa. Lakini sawa mzazi utaangalia unasema huyu mtoto mai haikumfika. Ile vyote. Haleluya. Amen. Tu mchawi anaogopaka maji. Na Biblia inasema kwamba Yesu Kristo ni maji ya uzima. Amen. Yes. Haleluya. Amen. Maana unakuta mchawi anaogopa nini? Maji. Ambia jirani yako, fua nguo zako. Haleluya. Sasa wakati mtu anayekuwa mchafu, huyu mtu Mungu apendezwe naye. Mtu ambaye anayekuwa mchafu, Mungu anamuweka kando. Kama unapenda Mungu akuweke pembeni yake, ni lazima usingetembea katika maisha ya machafuko. Amen. Kama unapenda Mungu akukaribie ndani ya maisha yako, ni lazima uishi maisha ya utakaso. Hello. Hello. Biblia inasema ya kwamba Yesu, Bwana mmoja anakuja kwake, anamwambia Baba, nahitaji ukuje kwangu nyumbani. Ninakuomba sana, ninakusihi sana, mtoto wangu anawezewa sana na magonjwa, mpaka mtoto wangu anatafuta kufariki. Ambia jirani yako, utakufa lakini utaishi. Haleluya. Amen. Kumbe baba kujua kwamba mtoto ashafanya alishakufa, lakini kwenyewe iko naenda, Yesu alisikia sauti yake, Yesu akatii. Kuna wakati ambao unaweza kumuita Bwana na Bwana anaitika, na kuna wakati mwingine Bwana yeye mwenyewe anaweza kutuita. Amena. Bwana